Kwa nini Yanga inafanya vibaya kimataifa ukilinganisha na Simba? Nimeweza kusogezea sababu 5 ambazo zinafanya Yanga kufanya vibaya kimataifa ukilinganisha na Simba, na hizi sababu ni sababu ambazo zinatofautiana na Yanga ukilinganisha na Simba, kwa sababu Simba tunajua kwamba inafanya vizuri kimataifa. Haijalishi kama ni shabiki wa Yanga, ukweli unaojua kwamba ni sahihi kwa kile ambacho nakizungumza. Lakini zipo sababu ambazo zinafanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba. Sababu ya kwanza kabisa, wachezaji wabovu. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa ambayo inafanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa, kwa sababu wana wachezaji wabovu ukilinganisha na Simba. Yaani wachezaji wa Simba ni wachezaji wazuri ambao wanacheza vizuri kabisa mpira, lakini wachezaji wa Yanga ni wachezaji ambao wanajikanyaga uwanjani. Hii ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba. Na pia sababu ya pili ni mashabiki wao kutokuwa na motisha ya kuwafanya wachezaji kuwa na shauku ya kufanya vizuri kimataifa. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba, kwa sababu mashabiki wao hawana motisha ya kuwafanya wachezaji kutaka matokeo mazuri. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya kuendekeza sana kiki kuliko mchezo au kuliko michezo uwanjani. Ni muhimu sana kujua kwamba ukilinganisha timu ya Yanga na Simba, Simba inaishi katika uhalisia, haishi katika kiki. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inaifanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba, kwa sababu Simba inaishi katika uhalisia. Kama wamedai kwamba watafanya kitu fulani, watafanya, kwa sababu hawaishi katika kiki, lakini Yanga wao wanaishi katika kiki. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba. Na pia sababu ya 4 ni sababu ya wachezaji kutokuwa na motisha kutokana na kesi ambazo zinahusiana na madai ya kifedha. Ni muhimu sana kujua kwamba wachezaji wengi wa Yanga wanakuwa wanadai viongozi wao au wanadai timu yao fedha. Hali hiyo inapelekea kutokuwa vizuri katika mchezo. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo huwa inatokea sana katika swala la kimataifa kutofanya vizuri, kwa sababu wachezaji wanakuwa na stress ya madeni, yani ya pesa zao. Kwa hiyo na sio jambo la kushangaza kama ulisikia sakata la Faisal alivyokuwa anaidai Yanga. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa ambayo inafanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba. Na pia sababu ya mwisho kabisa ni sababu ya Yanga kutotaka magoli mengi wanapokuwa wanacheza na timu pinzani. Hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo imefanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba, kwa sababu hawana motisha ya kutaka magoli mengi. Wakifunga goli moja wanarudi nyuma, wanafunga mlango, hali ambayo inapelekea timu pinzani inapofunga magoli mengi, Yanga wanakosa ushindani uwanjani. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa ukilinganisha na Simba. Naitwa Isaac Kanyankole, lakini kama unahitaji kuweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Simba na Yanga, hakikisha unanifollow ili uweze kujifunza zaidi na kufahamu haya mambo.